Hello mpendwa na rafiki yangu, ninakualika katika siku ya leo katika neno la matumaini linalosema yupo pamoja na wewe. Unaweza usimuone, dunia inaweza ikakufanya usimsikie, lakini yupo karibu na wewe. Huyu huwa mara nyingi ajionyeshi, huwa mara nyingi ajitambi, lakini yupo pamoja na wewe. Haijalishi upo katika mazingira gani, mazuri au mabaya, hazuiliwi na chochote, yupo pamoja na wewe. Anakuangalia na anatembea na wewe. Haijalishi, na ujumbe huu unamfaa hata aliye gerezani ya kwamba yupo pamoja na yeye. Ujumbe huu unamfaa aliyeko hospitali ya kwamba hata kama unaumwa yupo pamoja na wewe. Haijalishi ni yatima, haijalishi ni mjane, Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu Yusufu amenifundisha somo kubwa sana, kwamba Mungu anaweza akawa pamoja na mtu, lakini kimya kimya, na watu wanaona tu matendo, watu wanaona ishara, watu wanaona dalili, na wana acknowledge na kutambua ya kwamba Mungu yuko pamoja naye. Natoka wapi? Katika kitabu cha Mwanzo 39 na ule mstari wa 20 na 21, nasema Potifa akamchukua Yusufu na kumweka gerezani, mahali ambapo wahalifu wa mfalme walikuwa wamefungwa. Lakini wakati Yusufu alipokuwa huko gerezani, 21, Bwana alikuwa pamoja naye, akamhurumia na kumpa kibali mbele ya msimamizi wa gereza. Kumbe Mungu anakubali na yeye kwenda gerezani. Hawezi kukuacha. Kwa nini? Ni kwa sababu alikuumba. Mungu hawezi kukuacha. Naomba nikutamkie baraka ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Haijalishi unapitia nini siku ya leo, haijalishi hali yako ikoje, haijalishi umetelekezwa, haijalishi unalala sehemu mbaya, haijalishi hujala chakula. Huyu aliyesema mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kwa Mungu, anaweza kukupatia nguvu tumboni na ukajihisi ya kwamba umeshiba. Mungu huyu yupo na wewe iwapo unateseka. Haijalishi ya kwamba unaishi katika nyumba ambayo ni ya ndugu, inakukela, wanakusumbua, Mungu yuko pamoja na wewe. Na naomba utambue hili ya kwamba yupo kimya. Hata sasa hivi amekaa na wewe moyoni, anakutia moyo, anakutia nguvu. Usiondoke rafiki yangu. Hebu tuombe. Baba Mungu, asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji wangu. Naomba umbariki. Hebu jionyeshe kwake, mtie nguvu kwamba hata kama unasingiziwa, wewe uko pamoja naye. Asante kwa kuwa ni Mungu wetu, kwa jina lako Yesu. Amen.